kadhaa. Jana tulikuwa na utangulizi na leo siku ya kwanza, na basi kwa wale waliokuwepo tulikuwa na kipindi cha kwanza na cha pili na sehemu ya kutafakari, na jioni ya leo tutakuwa na kipindi maalum pengine kwa wale ambao tulikuwa makazini, maofisini kuweza kupata nafasi hii ili at least kubalance ya kwao, hasa eneo la kutafakari kama mpango kazi wa kuzitafuta roho zetu kwa maandiko haya tunayasikia kwa ufupi, kwa sababu kipindi kitaanza baada ya adhimisho. Ezekieli akijaribu kuwaeleza Waisraeli kilichopo kwenye moyo wa Mungu. Kuna watu inaambiwa na kufa. That's the fact. Kuna mtu anayekufa mwema na mdhambi, basi wao na mwenye haki. There is no sitting on the fence, kwamba siko huku wala siko huku. Haiwezekani. Ni aidha uko huku ama uko kule kabisa. Sijajua kama kuna ulishaika katika mazingira ukashuhudia kuwa na kufa. Kuna mtu mmoja alikufa nchi moja ya Australia, ni kutoka nchi ya Filipino, aliolewa na Australia. Kwa hiyo nilipokuwa pale ofisini ilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Wakati mume anakufa alikuwa anamwambia Hami, come hold my hands, they have come to take me, nishike mkono, wanakuja kunichukua. Akavuta pumzi ya kwanza, ya pili, ya tatu, goodbye. Hivyo tu wote na hawa watu wawili, ndio maana anaweka wazi maamuzi ni wewe, sio Mungu. You decide ukweli wako. Ndio maana nasema mwenye haki akigaiwe, ama mmoja akiwa mwovu akigaiwe. Na anasema hapa mwisho kwa nini anagaiwa? Because of meditation, kwa sababu amekaa chini akatafakari, kwa hiyo akaishi. Na Mungu anasema hafurahi. Kwa hiyo sio makusudi ya Mungu. Haiwezekani sema nimekufa hivyo Mungu aliamua. No, there is a way you have to make that decision. Sisi tunaamua nipende. Angalia watu wanapokufa, kuna vitu unapokufa hata ukasalia. Goodbye, amepotea. Ni kweli kuna huruma ya Mungu kama yule mwizi, lakini mimi nakufanya kwa hawa wawili. Kwa maana nasema gairi tukieni pale makosa yetu. Ndio maana tumejaribu kupita kuangalia nini na makosa gani na makosa wapi haya. Zaburi anasemaje? Bwana, kama ungehesabu maovu yetu ni nani atasimama? Na wahakikisha kuna mahali wao kuhesabiwa. Nataka kuuliza kamkute Yesu, wale walipoleta yule mama aliyefanywa kwenye uzinzi na ile kundi kubwa la Mafarisayo na Sadukayo na watu wote, walipomforce Yesu alichukua dokumenti ya kila mmoja, kuanzia mtoto mpaka mzee wao aliondoka. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu alipewa kipande chake, hata watoto wadogo. Wickedness wao ndio kitu. Kwa hiyo tuna kazi ya kutafuta kama angehesabu. Kwa nini? Anasema ile okoka au kuokoka Yesu. Oh Yesu, wewe tupige mawe. Yesu akasema, okay, kama ndio hivi, una kama iwe hivyo. Kabisa. Think about it. Waliwahi kwa sababu ni nameleza kila mtu alipewa riziki yake. Yeye milango la kulipa. La moyo kwa tunatafuta hizo. Tunakosea wapi? Tumesikia kwenye Injili very clear, imeandikwa, mimi nawaambia, the final authority. Hata kumwambia kuwa ni kumbavu, anasema unafanya jehanamu. Unasema ni kadogo sana, it's okay, lakini ndio Mungu karibu. Ndio maana anasema hata sadaka yake. Kwa tafsiri nyingine anasema sio amri ya 11 weke sadaka. Kama kuna kitu na unapata wengine rudi. Sio kasema kwa sababu tunatoka kwa ndani isionekane sitoa. Kwa rasi wengine ndio walipona kama sio wengine ndio. Ndio maana nasema iache sadaka yako. Nenda kwa ndio tunapita kwa wadogo. Sasa hivi inaonekana tunapenda kujikosha kwa. Ndio hivyo. Na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo leo tunatafuta ufahamu wa ukweli. Ni perspective ya Yesu inayotuita katika Biblia.
usiku